siku zote. Yesu ni mwema. Nina furaha sana J'ai une grande joie kujumuika nanyi tena de me retrouver encore jioni hii ya leo. ce soir. Jameni, Mungu apewe sifa. Amen. Jameni, Mungu apewe sifa. Amen. Jameni, Mungu apewe sifa. Amen. Mtamani kama Mungu tunaliana. Je puis voir ici nous avons des Dieu. Amen. Atasioshia amokomamba atasioshia jia toujours Ares. Kumbe tunavijana huku. Nous avons des jeunes. Aha, siku nyingine nitakuja na beat. Un certain jour, je viendrai avec un but. Jamani, hii ni siku yetu ya pili katika kampeni yetu. Ça, c'est notre deuxième journée de notre campagne. Ambayo nasema Et là, je vais dire, Jésus Yesu, enami rafiki aki ambaye nous pouvons avoir confiance. tunaweza kumania. Jamani, Yesu rafiki zangu wamesahau. Nilisema hii tutatembea nao Yesu wiki hii. Yesu rafiki ambaye tunaweza tegemea. Yesu rafiki ambaye tunaweza tegemea. Amen. Et Jésus est l'ami à qui nous pouvons avoir confiance. Ambaye tunaweza Hatuna rafiki mwingine isipokuwa huyu Yesu. Huyu Yesu ni rafiki, tena yeye ni mlinzi wetu. c'est Jésus qui est Hakuna siku atakuangusha. Ukimtegemea donc il faut espérer en lui. umepata ambaye atakutetea. Si tu espères en lui, nous aurons des conditions. Jana tulienda fundisho ambayo itaambia kwamba Biblia ni ukweli. Hier, nous avons vu un sujet qui est Biblia ni ukweli. la Bible est la Jamani, Biblia ni ukweli. Bible est la vérité. Jamani, Biblia ni ukweli. La Bible est la vérité. Jamani, Biblia ni ukweli. Hebu nyamaza nisikie. Jamani, Biblia ni ukweli. Asante. Merci. Tukajifunza sana na mkanipatia promise ya kwamba mtanunua Biblia. Nous avions beaucoup parlé et demandé pour Na uliuliza ndugu yako eti mtanunua Biblia? et on avait demandé au voisin. Nikamwambia hakakujibuje, ukaniambia atanunua. Sasa hebu tena mukumbushe, kwamba jamani, yeye kununua Biblia. Amekujibuje? Amina, atanunua. Basi sawa. Leo tuna sura nzuri sana. Jamani, leo ni ya kipekee sana, ni ya kipekee sana, ni ya kipekee sana. Na kabla sijaanza huduma yangu, ningelipenda kuniombea. Peke yangu siwezi, katika nguvu ya mwili na damu siwezi kuelewesha somo hili. Ndio maana ningelipenda ninyi mniombee. Hebu tusimame. Hebu tusimame na tuchukue vitabu vyetu vya nyimbo namba 152. 152.
52. 152 Swahili. Mustakabali wetu. C'est ça notre espoir. C'est ça notre espoir. Asante. Naam, kurudi kwa Yesu Le retour de Jésus, mara ya pili cette seconde fois, ndio mustakabali c'est ça l'espoir wetu leo. donc notre espoir. Yani kurudi kwake Yesu ndio furaha yetu leo. Kurudi kwake Yesu ndio tunaoona leo. Kurudi kwake Yesu ndio mustakabali wetu. Nani anapenda Yesu arudi mara ya pili? Il veut que Jésus revienne pour la seconde fois. Jamani, wangapi wanapenda Yesu arudi mara ya pili? Combien veulent voir Jésus revenir pour la seconde fois? Jamani, huyu Yesu ni mwaminifu. En tout cas, c'est Jésus. Huyu Yesu ni mwaminifu. C'est Dieu, c'est Jésus est fidèle. Hebu tusomee Yohana sura ya 14, Jean chapitre 14. utaanzia hapo kwenye fungu la kwanza Vous commencerez au premier hadi 3. jusqu'au premier. Ningelipenda nawe pia chukua Biblia yako, chukua Biblia yako. Yohana sura ya 14 inasemaje? Inasemaje? Ndio. Unaamini Mungu, unaamini mimi vilevile. Ndio, na bila toba ya Bwana yangu ni makao mengi. Kama hivyo, ningaliambia mimi, ninakwenda kwenye mahali. Ndio. Na kama ninakwenda kwenye mahali, nitakuja tena na nitawakaribisha ninyi kwa kwangu, mahali ninapokaa mimi mukae wengine. Jamani, haya ni maneno ya Yesu mwenyewe. Kusikia Swahili ya sasa. Yesu akamwambia, msifadhaike moyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini pia na mimi. Nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi. Mbinguni kwa Baba yangu kuna makao mengi. Mbinguni kwa Baba yangu kuna makao mengi. Haya ni maneno ya Yesu. Ndio. Anatuambia tena, kama sivyo ningeliwaambia naenda kuandalia makao, nami nikienda na kuandalia makao nitarudi tena. Jamani, nitarudi tena. Nikienda kuandalia makao nitarudi tena. Yesu atarudi kutuchukua. Yesu atarudi kutuchukua. Yesu atarudi kutuchukua. Asante. Najua mtu yeyote sahizi ukimuuliza wewe wakikwambia ufariki leo utakubali kweli? Hebu uliza jirani yako, mwambie jamani, wakikwambia utakufa leo utajisikiaje? Amekujibu
Jamani, naongea na watu au na binadamu? Atasikia vibaya. Kuna watu wanasema jamani, Yesu asifiwe, bado sijaolewa, bado sijaoa, bado sijakuwa na nyumba, jamani, bado sijatembelea gari, jamani, bado sijakuwa na kinyumba, jamani, asielewe, jamani, asielewe. Jamani, sijakuwa na watoto, jamani, sijauza kagari, jamani, sijatembelea Tanzania, jamani. Leo wakati tutakapomaliza somo hili, wewe mwenyewe unasema heri Yesu aje leo, heri Yesu aje leo, sababu raha ambao unafikiri unapata kwa kujenga nyumba wetu mbinguni ina raha mara milioni. Jamani, mara milioni, jamani, mara milioni. Kurudi kwa Yesu ndio mustakabali wetu kabisa. Tukitazama huku na kule, ni machozi, huzuni, kuhangaika, jamani, kuhangaika. Ukitembelea huku na kule, kila mtu yuko busy kufanya kazi, yuko busy kufanya kazi, ingalau apate tu chakula, ingalau apate haja ya watoto, ingalau apate haja ya watoto. Leo tuna ahadi ambayo Mungu alituandalia. Ahadi ya Yesu kwa watu wake. Ndio ahadi ya Yesu Kristo, la promesse de Jésus kwa watu wake. Hebu msomaji chukua hiyo tu Yohana sura ya 14 tu. en Jean chapitre 14. Hebu anzia hapo fungu la 2 na la 3. Fallait commencer au deuxième verset jusqu'au troisième. Inasemaje? Inasema hivi, ndio katika nyumba ya baba yangu kuna makao mengi. Kama sivyo, aha, ninakwenda kuwatengenezea nyinyi mahali. ndio, Na kama ninakwenda kuwatengenezea nyinyi mahali, nitakuja tena. jameni, atafanyeje? Jameni, atafanyeje? Nani atakuja? Atakuja kufanyeje hapo? Na nitawakaribisha nyinyi kwangu. Ndio, Mahali ninapokaa, mahali anapokaa yeye, jameni, tukae vile vile. Jameni, sote nadhani tunaomba, unaomba Mungu wako, unaongea naye kupitia Biblia, anakuongelesha kupitia Biblia, unaongea naye kupitia maombi. Siku hiyo tutakuwa karibu naye, tutakuwa karibu naye, tutakuwa karibu naye. Hiyo ndio ahadi ambayo alitupatia. Unaenda kuandalia makao, siku nitakaporudi nitakaa nanyi watoto wangu. Jameni, niulize, wangapi waliishi kwao pamoja na mama na baba katika familia yao? Asante. Hata unaweza hao hiyo raha ambayo wamepata wakikaa karibu na mama yao kabisa, wakikaa karibu na mama yao,
Ndio maana unaona vitoto vidogo vinadeka, sababu vipo karibu na mama yao. Kabisa. Ila siku hiyo kwa sisi tutaishi karibu na Mungu wetu. Tutaishi karibu na Mungu wetu. Tutaishi karibu na Mungu wetu. Nani atakayemuona Yesu? Mimi ni swali la kuuliza. Ni nani atakayemuona Yesu? Ni nani atakayemuona Yesu? Ni nani atakayemuona Yesu? Hebu tusome hapo. Apocalypse sura ya kwanza fungu sana. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Sura ya mstari wa 7 inasema hivi, ndio tazama anakuja na mawingu, na kila nini litamwona jamani, na kila nini litamwona jamani. Na kila kitu litamwona, na wale ambao na mataifa yote ya dunia yatamwona. Asante. Wakati Yesu atakapokuja, kila jicho litamwona, hata wale watamuona, kila jicho litamwona, hata wapagani, hata Wakristo, hata Wakristo, kila jicho litamwona, kila jicho litamwona. Wakati Yesu atakaporudi, kila jicho litamwona, hata kila jicho litamwona. Yani kila mtu anayeishi atamwona Yesu kwa mara ya pili. Waaminifu watamwona, waliokataa watamwona, waliokataa pia watamwona, na watu wote wanaokuwa katika dunia watamwona. Na wale wote waliokataa watamwona. Kama umeshawahi fika mtu anakuzungumzia maneno ya Yesu, unasema huyo Yesu ni wenu. Tunaenda kuangalia jinsi ya kujiandaa. Hebu msomaji wangu, chukua Mathayo fungu la 24 fungu la 42. Ukifika hapo sema amina. Mathayo, jamani, tusiangalie agano la kale. Ndio unasemaje? Mathayo sura 24 mstari wa 12 inasema hivi, ndio angalieni basi, kwa sababu mmoja atafaniwa na mmoja ataachwa. Akafadhali hiyo sura Mathayo inakusudia kule sura ya 42. 42 nasema ndio angalieni basi, kwa sababu hamjui siku Bwana yenu atakapokuja. Lakini ndio tambueni neno hili. Achia hapo. Sikia. Basi kesheni. Hili ni Kiswahili ya kisasa. Basi kesheni, kwa sababu hamjui ni siku gani atakapokuja Bwana. Sababu hatujui ni siku gani atakaporudi Bwana. Wanatuambia basi kesheni. Basi kesheni, kwa sababu hatujui siku. Sababu hatujui siku wala saa.
inabidi tujiandae kila siku. Usiseme kwamba mimi jamani nitajiandaa siku ya Sabato. Jamani nitajiandaa siku ya Sabato. Na pia wengine ambao wanasema jamani mimi nitajiandaa wakati nitaanza sikia kufua kubwa. Nikisikia ndio nitaanza kujiandaa. Jiandae kila siku, sababu Biblia inatuambia hatujui siku wala saa. Na leo unaweza kusikia tu parapanda inalia. Sote tunanyakuliwa, hatujui siku wala saa. Ndio maana wewe ulioimba ulisema hatujui siku ya kuja kwake Bwana. Hatujui kabisa. Hebu chukua hiyo Mathayo 24 hiyo. Hebu nisomee 36. Inasema hivi, lakini hakuna mtu anayejua habari za siku ile na saa ile, hata malaika walio mbinguni wala Mwana, ila Baba pekee yake. Endelea. Kwa maana kama zilivyokuwa siku za Noa, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa Mwana wa Watu. Tembea mpaka 38. Tembea, enda. Kwa kuwa kama kwa siku zile mbele ya malaika walivyokuwa wakikula na kunywa, wakioa na kuolewa, mpaka siku Noa alipoingia safina, nao hawakujua hata malaika ilipokuja kuwaondosha wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa Mwana wa Watu. Jameni niwape habari. Wakati wa Nuhu, ambaye ni Noa, wakati wa Noa watu walikunywa, watu walivaa, watu walioa, watu wakaolewa, na hawakujua siku au malaika itakaponyesha. Na leo pia sisi hatujui siku wala saa, lakini ukitazama sote tumelala. Tumeona kama kawaida, tunakula, tunakunywa, tunadhani kwamba jamani wanasema tu kwamba Yesu atakuja. Jamani wanasema tu kwamba Yesu atakuja. Hatambua hatujui siku wala saa. Tutambua kwamba hiyo safina haikujengwa na mtu mmoja. Safina haikujengwa na mtu mmoja. Noa alitumika na wale wakaaji wa nchi. Noa alitumika na wale wakaaji wa nchi, wakacheka, lakini walikuwa wakicheka na wanajua eti hii safina, eti kuna mvua itakaonyesha. Jinsi leo mimi na wenzangu tunatangaza Yesu atakuja, jamani Yesu atakuja, jamani Yesu atakuja, lakini wengi tunapuuzia. Tunapuuzia kwamba atakuja, wanasema atakuja. Kama hao walikuwa wakijenga safina, lakini walijenga na hawakuingia. Katika safina kulikuwa na watu wangapi? Kulikuwa na watu wangapi? Hiyo gharika kuu kulikuwa na watu wangapi? Nilisema ninafundisha asubuhi. Na kulikuwa na watu wangapi? 8 tu. Je, safina hiyo inaweza kujengwa na watu wangapi? Tena katika wale 8 wamama ndio walikuwa wengi. Nikifikiri vizuri kulikuwa wanaona tu kama sio 3 ama 4 mtadiri kabisa. Wakaaji waliosaidia Nuhu kujenga safina. Jinsi leo mimi na wewe tunaosikia Yesu atakuja, eti Yesu atakuja, lakini tunapuuzia, hatufuati maneno. Kama tungelijua tungelikesha na kuomba. Bali nikuulize katika hii wiki
katika hii wiki kabisa. Na umesoma message ngapi? Kwenye WhatsApp, kwenye Facebook, umesoma message ngapi? Na katika hii wiki umesoma shahidi ngapi za Biblia? Hapo utajua, je, ninajiandaa au na mimi nimelala usingizi? Niwape hadithi moja. Kuna siku moja Shetani alimuuliza Yesu, nimesema ni hadithi. Akamuuliza Yesu, unaaminije kwamba hawa watu wote yani unaonaje hawa watu wote wataokolewa? Yesu akajibu na ujasiri akasema, najua wataokolewa sababu nimewapa Biblia na nimewapa ibada. Nimewapa Biblia na nimewapa ibada. Nimewapa Biblia na nimewapa ibada. Shetani akacheka sana, akacheka sana mpaka mbavu ikauma. Jamani, mpaka mbavu ikauma. Unawacheka hadi mbavu inauma, unatamani usicheke tena. Ukicheka ndio yanaongezeka, kisha mwisho unasema jamani nitakufa. Yani akacheka kwa dharau. Akasema, wewe umewachia Biblia, umewachia ibada, lakini mimi ulipoondoka tu nikawaletea simu inaitwa iPhone, smartphone, nikawaletea laptop, nikawaletea pia WhatsApp, nikawaletea YouTube, nilichowamaliza nao nikawaletea Google. Akasema tena nimetengeneza TikTok. Unadhani wewe tembelea tu, nimesema ni hadithi. Hebu tembelea tu duniani, utazame ni wangapi wana Biblia, ni wangapi wana simu, ujue kama unapata wafuasi. Na huyu leo ni wangapi wako na masimu, ni wangapi wako na Biblia zao, ni wangapi wanasoma Biblia zao, ni wangapi leo hii wanajua hata kama iPhone imefika ngapi. Leo kwa hata tabue hata Biblia ina vitabu vingapi. Unaweza aliye pembeni yako ulize, jamani ndugu yako, Biblia ina vitabu ngapi? Amekunyimuje? Ila muulize leo hii smartphone big phone ambayo inachukua picha vizuri, ambayo leo iko on top. Muulize simu gani? Amekwambia nini? Amesemaje? Wanajua phone, wanajua smartphone, lakini hawajui kama Biblia ina vitabu vingapi. Je, hiyo ni swali kujiuliza. Utakuwa upande wa Mungu au Shetani? Akili yetu hapa leo, utakuwa upande gani? Utakuwa upande gani? Jamani, tutayarishe chini. Unajua, ukiona askari barabarani akipita tu, utasema huyu ni askari. Na sisi je, tukipita barabarani, mtu anaweza kutambua kwa jamii huyu ni mtoto wa Mungu, huyu ni mtoto wa Mungu. Tabia zetu je, inafanana tabia ya Yesu?
Mwambie umeelewa au umeelewa. Mwambie nimeze hata kama ni chungu. Mwambie nimeze hata kama ni chungu kabisa. Inabidi tuweze kutayarisha njia ili tumlaki hewani. Mahali popote unataka kuachia achie. Lala au lala. Soma Ufunuo sura ya 21 fungu la kwanza hadi la 4. Apocalypse chapitre 21 verset 1 à 4. Inasemaje? Nikaona mbingu mpya, ndio, na dunia mpya, ndio. Kwa maana ndio mbingu za kwanza na dunia ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nimeona mji ule mtakatifu, ndio, Yerusalemu mpya, umeshuka kutoka mbinguni, ndio, umewekwa tayari, ndio, kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mume wake. Amen. Jamani, mtakuja Yerusalemu mpya, mtakuja Yerusalemu mpya, mtakaa pamoja na Yesu katika raha. Mungu atafuna kila chozi, ni raha maradufu. Tunateseka, baba yako alifunga sana, unateseka, unafanya kazi ngumu, bali leo tunakwambia kwamba tuna faraja, tuna faraja. Yesu atarudi tena kuchukua watu wake. Soma Wathesalonike wa kwanza. Lisons le premier Thessaloniciens. Wathesalonike wa kwanza. Premier Thessaloniciens. Sura ya 4. Verset. Utaanza fungu la 14. Commencerai au 14e verset. Inasemaje? Kwa sababu ndio tukiamini ya kama ndio wetu alikufa kufufuka, hivyo wao walitaka katika Yesu ndio Mungu atawaleta pamoja. Achia hapo.
shangwe, hiyo siku itakuwa ni shangwe. Ndio maana ninakualika ndugu yangu, usikose katika aliko hili, sababu Yesu Kristo atakuja kutuchukua sisi washindi. Tulioshinda tutaimba wimbo tukifurahi, tutaimba wimbo wa Mwana-Kondoo na wa Musa, tukiuimba ushindi ambao tutakuwa tumepata. Ndugu yangu, nakusihi usifanane ulimwengu huu, uwe utofauti, jinsi watu wanavyoishi hapo huo tofauti. Unapoamka usiache kushika simu yako. Unapoamka anza kwanza kumtukuza Mungu. Unapoamka usiache kuangalia ni saa ngapi, nani alinichati, nani alinitumia message, nani alinitumia message. Wa kwanza wa kukumbuka ni Yesu Kristo, kumshukuru kwa kuwa umepata uzima. Wa kwanza ni wa kushukuriwa na Yesu mwingine ni Yesu Kristo, sababu amekuamsha. Kuwe utofauti kwako na watu wa ulimwengu. Unapokuwa kuwe utofauti. Wewe ni mtoto wa Mungu, hauwezi kukula kila kitu. Biblia imetukataza vitu visivyo safi kabisa. Kama wewe ni mtoto wa Mungu, usitumie kila kinywaji, sababu Biblia imeturuhusu hivi, imetukataza vile vingine. Je, unatamani kuishi? Est-ce que voulez-vous vivre na huyu Yesu avec ce Jésus maishani mwako? votre vie? Je, unatamani kuishi Est-ce que voulez-vous na huyu Yesu maishani mwako? Ukitamani kuishi naye, ukitamani kuishi naye, nipatie ufunuo. Nipatie ufunuo. Ufunuo 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse makumi mbili na mbili 22. fungu la 12 22. Inasema hivi, Inasemaje? tazama, Ndio. ninakuja upesi, na mshahara wangu ni pamoja nami, kulipa kila mtu kama ilivyo kazi yake. Ndio. Endelea hapo mbele. Mimi ni Alfa na Omega, Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. wa kwanza na wa mwisho. Yesu Kristo anarudi kuja kutuchukua, na ndio maana utasikia katika Biblia inakwambia hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, wazishikao amri za Mungu, wazishikao amri za Mungu na ahadi na tabia ya Yesu Kristo. Hapa ndipo subira ya watakatifu, wazishikao amri ya Mungu, na amri za Mungu ni 10, na inabidi tuzishike zote 10. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Wakati tutakapoona kila, hapa ndipo penye subira yetu. Wakati tutakapokuja kutuchukua, hapa ndipo penye subira yetu. Wazishikao amri za Mungu, wazishikao amri za Mungu na ahadi ama na tabia ya Yesu Kristo. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, wazishikao amri za Mungu na ahadi ya Yesu Kristo. Kama wewe haushiki amri za Mungu, hiyo sio subira yako, sababu pale ndipo penye subira ya watakatifu. Kuanzia leo chukua hatua moja kwa ajili ya nyingine, ukaanze kumtumikia Mungu wako. Kuwa na tabia ya Yesu Kristo, kuwa na tabia ya Yesu Kristo, na ushiki amri za Mungu kabisa. Utakuwa pamoja nasi katika paradiso, ambapo jamani hakutakuwa machozi, hakutakuwa machozi, hakutakuwa kilio, hakutakuwa kilio. Huko ni raha,
ni raha. Yani unakuja ni raha, unarudi ni raha, unaishi muraha, unakunywa raha, hakuna kukumbuka bunga, hakuna kukumbuka jamani, hakuna kukumbuka mfuko ya bunga, hakuna kukumbuka kwele, hakuna kukumbuka sipa, hakuna kukumbuka sijui mulenda, hakuna kukumbuka kapete. Ni furaha tele tukimwimbia Yesu, hakutakuwa machozi, hakutakuwa kulia, hakutakuwa kusaga meno. Ni raha tele, yani ni raha raha isiyo na mwisho. Tukiimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo, tukiimba tu usiwahi kosa huko. Hakuna raha ambao ipo hapa duniani ambayo tumeshaona ambayo inazidi hiyo raha ya mbinguni. Hapa chini ya jua hakuna raha yoyote. Kama ni raha ya kutembeza kijari, kama ni raha ya kujenga kijumba, hiyo yote haizidi raha ya mbinguni. Nikuchokoze kidogo, ninahuzunika sana mahali upo. Hebu simama mahali upo. Hebu simama mahali upo. Wimbo ni 73. Wimbo ni 73. Numéro 53. 73. 73. Wimbo ni 73. Sikia haya maneno ambapo huwa anatuambia katika mtunza Zaburi hili. Sikia haya maneno. 73. Muongozaji wa nyimbo. Nakaza mwendo mbinguni. Nakaza